Kesa. Tuendelee na sehemu ya 7 pale tulipokuwa tumeishia. Neema alipiga kelele akimkumbatia mwanaye kwa nguvu. Mtoto alikuwa anatetemeka mikononi mwake. Damu ndogo ilikuwa bado kwenye mdomo wake. Kelvin alihisi moyo wake ukikatika vipande vipande. Fanya kitu Adrian, alipaza sauti kwa hofu. Adrian alikuwa tayari amepiga simu kwa dokta. Wanasema tumpeleke hospitalini haraka. Dakika chache baadaye walikuwa ndani ya gari wakikimbia usiku mzima. Neema alimshika Kian nyuma huku akilia bila kujizuia. Kevin ndo alikuwa dereva. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kwenye steering. Kila alipotazama kwenye mira akimwona mwanaye akizidi kuzoofika, alijilaumu zaidi. Kama ningekuwa karibu tangu mwanzo, labda haya yasingetokea. Mimi mjinga kabisa. Walipofika hospitalini, daktari alimkimbiza Kian moja kwa moja emergency. Mlango ulifungwa. Neema akaanguka kwenye kiti huku akilia kwa uchungu. Kevin alisogea karibu yake polepole. Kwa sekunde chache hakukuwa na ugomvi, hakukuwa na hasira, kulikuwa na maumivu tu. Kelvin akamshika mkono Neema. Safari hii hakuuondoa. Na hapo ndipo Kelvin alihisi labda bado hawajapotezana kabisa. Dakika kadhaa baadaye daktari alitoka. Uso wake haukuwa mzuri. Hali yake bado ni mbaya, alisema. Neema akasimama haraka. Tafadhali daktari, mwokoe mwanangu. Dokta akavuta pumzi. Kuna uwezekano mkubwa anahitaji operation ndani ya saa chache. Kelvin hakusita. Fanyeni chochote kinachotakiwa. Dokta akawatazama wote. Kuna jambo moja muhimu. Wakanyamaza wote. Dokta kaendelea. Tunahitaji ndugu wa damu mwenye compatibility kubwa zaidi. Macho yote yakamgeukia Kelvin. Vipimo vilifanyika haraka. Dakika zilionekana kama miaka. Hatimaye dokta alirudi akiwa na majibu mkononi. Kelvin akasimama haraka. Dokta akamtazama moja kwa moja. Hongera, wewe ndiye mechi pekee inayoweza kumwokoa Kian. Neema alianza kulia kwa nguvu. Kelvin alifumba macho kwa sekunde chache. Kwa mara ya kwanza alihisi Mungu amempa nafasi nyingine. Lakini kabla hawajaanza maandalizi, simu ya Kevin iliita. Ilikuwa baba yake. Kevin alitazama simu ile kwa hasira, lakini mwishowe akaponyeza kitufe cha kupokelea. Hello? Sauti ya babake ilikuwa nzito. Kutoka hospitalini sasa hivi. Kelvin akakunja uso. Sitoki. Ukibaki hapo, utaangamiza maisha yako. Kelvin akapandwa na hasira. Ulifanya maisha yangu yaangamie miaka mingi iliyopita. Kimya kikaingia. Kisha babake akasema kwa sauti ya kutisha. Wewe mtoto si wako. Mwili wa Kevin ukaganda. Neema na Andrea wakamtazama. Kelvin akashika simu kwa nguvu. Unasemaje? Lakini baba yake akaendelea. Ulidanganywa tangu mwanzo. Simu ikakatwa. Kelvin alibaki amesimama kama sanamu. Maneno yale yalimpiga kama radi. Huyu mtoto si wako. Neema akamsogelea kwa wasiwasi. Kelvin, nini kimetokea? Kelvin akamwangalia kwa macho yaliyojaa maumivu na hasira. Niambie ukweli. Niambie ukweli wote sasa hivi. Neema akaanza kutetemeka. Andrea akakunja uso. Kelvin akapaza sauti.
Kiani ni mwanangu au sio mwanangu? Kimya kizito kikaingia hospitalini na macho ya Neema yakaanza kujawa na machozi na hofu. Je, Kiani si mwanaye Kevi kama anavyosema baba, au ni mchezo anaocheza baba, au kuna nini anachokihitaji huyu mzee? Mimi na wewe yetu masikio kusubiria sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 8 itakayoweza kutufungulia yote na kuelewa ni nini chanzo. Je, unahitaji kujua chanzo? Tukutane katika sehemu ya 8. Cha kufanya subscribe, like, turn on notification ili kuwa kwanza kupata video pale inapotoka tu, unakuwa wa kwanza kuipata. Usikweje kuhadisiwa na jirani, ndugu, jamaa kwamba bana tayari imetoka. Hapana, kwa nini uhadisiwe? Bonyeza kitufe hapo cheupe chenye alama ya subscribe, bonyeza, then bonyeza kijialama cha kengele, afu itakuletea all, bonyeza all, utakuwa tayari umeshaingia kuwa mwanafamilia wa Kebe TZ. Comment nini kitatokea. Sina la ziada zaidi ya kusema chao.